Leo tumepata fursa ya kutembelewa na board ya Baraza la Uwezeshaji Tanzania, tukiongezwa na mwenyekiti wa board pamoja na wajumbe wa board pamoja na management ya baraza. Wamekuja kuangalia mradi huu unaendeleaje na pia kuangalia wazawa wanashirikishwaje katika mradi wa EACOP. Tukisema wazawa wanashirikishwaje, tunaangalia kwenye nyanja ya elimu, kwenye nyanja ya kufanya kazi yani contractors, na kwenye nyanja ya manunuzi. Kwa hiyo tumeweza kuwaelezea jinsi ambavyo tunawashirikisha wazawa kwenye huu mradi, kwamba kuna Watanzania wangapi ambao wanafanya kazi kwenye mradi, subcontractors ama local contractors ambazo pia wameparticipate kwenye huu mradi, na pia na technology ambayo tumetransfer kutoka kwenye unskills to semi skills pamoja na wale experts kwenye mradi wetu wa EACOP. Pia wamepata kuona maeneo mbalimbali ya mradi hapa Marine Tank and Terminal, na pia tumewaeleza pia kwa kifupi huu mradi kutoka Uganda Hoima mpaka hapa Chongoleani inahusisha vitu gani na vitu gani. Kwenye mradi wa EACOP ni wakandarasi, kama tulivyosema, kuna wakandarasi wakuu 7 ambao wamefanya kazi kwenye maeneo mbalimbali. Kwa ujumla kuna vijana zaidi ya 300 ambao wameweza kudhaminiwa kwenye elimu kwenye nyanja mbalimbali, electrical, plumbing, civil engineering na kwenye ngazi mbalimbali. Kuna vijana ambao wamedhaminiwa, wamepata scholarship kwa kupitia vyuo vyetu vya technical schools kama VETA. Kuna vijana ambao wamepata scholarship kwa kupitia University of Dar es Salaam. Lakini zaidi ya hao vijana ambao wamepata scholarship, tuna makampuni, local companies ambazo wameshiriki kwenye mradi huu, ambao pia walifanya kama early civil works kwenye kazi za construction. Kuna makampuni ambao pia yametoa bidhaa muhimu kwa ajili ya huu mradi ambao pia ni local companies. Tumekuja kujionea wenyewe ni vipi huu mradi unaenda kumuinua Mtanzania katika shughuli zetu za kawaida, ili tuone jinsi gani tunaweza tukaendelea kushirikiana nao na pia kushauri serikali ili tuendelee kuona wananchi wanafaidika kutokana na miradi yao ambayo inawekezwa na serikali ya Muungano. Tulichokiona ni kwamba mradi unaendelea vizuri, tumepata makaribisho mazuri. Kulikuwepo na mainjinia ambao wanahusika katika kutengeneza kujenga huu mradi. Wametuambia wameshajenga kwa kiasi kikubwa, karibu asilimia zaidi ya 90. Maeneo mengi wamesha yakamilisha. Sasa hivi bomba lenyewe limeshajengwa kutoka Hoima, limeshafika hapa Tanga. Kwa hiyo kazi inayofanyika ni wako kwenye hapa kwenye kituo hiki hapa Chongoleani, wanafanya kazi ya kupolish, wanapiga rangi, wanarekebisha hapa na pale. Tumeonyesha pointi zote zimeshakamilika. Tumeonyeshwa matanki makubwa, amazing, ni matanki makubwa ambayo mafuta yale yatakuwa yanaletwa, yanawekwa. Kicho nifurahisha pia, kuna recycling. Crude oil hiyo inaweza ikaendesha mitambo, itakuwa inaendesha umeme ambao utakuwa unawekwa kwenye generator. Alafu kati ya hayo pia wanatrain wa Tanzania, wanawapa ujuzi mpya ambao ndio tunaita knowledge transfer. Ujuzi mpya wanaupata na wanautumia. Tumeongea nao tukatoa na ushauri. Ushauri wetu, mimi niseme opinion ambayo baraza watu wote wametoa maoni, kuendelea kushirikisha Watanzania wote kwa kila point, ili tuwepo na mabadilishano ya Utanzania, ili tuendelee kufanya kazi. Hizi pointi ziko kwenye maeneo mengi kwa kila mkoa. Sasa ya Tanga wanaendelea kuajiri watu kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania, kwa hiyo waendelee hivyo ili kuongeza mobility. Kitu kingine, waendelee kuwapa ujuzi wa Tanzania, na kweli wameshaanza. Kuna vijana tumeongea nao ambao tayari wanajifunza, wanaendelea kujifunza, wanashikiana na VETA. VETA inawapa ujuzi na inawapa certification, wanapata vyeti ambavyo vinahusiana na huu ujuzi wa kusafirisha mafuta na kuibia knowledge nyingine hata za uchimbaji. Kwa sababu tumeongea hapa, unaona maengineer wako excited kwamba
wamepata ujuzi na kila mmoja anaona hata tunaweza tukaenda sehemu nyingine tukaweza kufanya uvumbuzi wa mafuta, labda pengine yanaweza yakapatikana nchini Tanzania. Kwa hiyo tumeongea mambo yote makubwa ambayo tunayaona kwamba yanaweza yakawezesha wananchi kiuchumi, kuanzia wale ambao wanafanya kazi kama ajira na wale wanaopata mikataba kwenye mradi huu, na pia Watanzania ambao wamejifunza ujuzi mbalimbali. Tuiwaze kesho ya ndugu zetu wadogo. Nchi yetu ni muhimu kwetu, zawadi ya pekee. Kutokana na mabadiliko ya sheria yaliyofanywa mwaka 2025, tumepewa jukumu la kufuatilia ushiriki wa Watanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji katika sekta zote za kiuchumi. Kwa lengo kubwa la kuja kwetu hapa ni kuwaleta wajumbe wa bodi ili waweze kuona katika huu mradi ambao Tanzania imewekeza kwa kiasi kubwa cha fedha chini ya serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ni kwa kiasi gani Watanzania wananufaika. Kwa kiasi kikubwa tumeona Watanzania wananufaika katika masuala ya ajira, ambayo zaidi ya watu 1836 Watanzania wameajiriwa, ambao ndo malengo makubwa ya kufuatilia ushiriki wa Tanzania. Kwa hiyo katika ushiriki wa Tanzania, yani nia yetu ni kuona kwamba Watanzania wananufaika kwa njia ya ajira, lakini pia kwa njia ya manunuzi, kwamba mradi yoyote ambayo iko Tanzania ya kimkakati ina wajibu wa kuhakikisha kwamba ununuzi wa zile bidhaa ambazo zinapatikana Tanzania zinawanufaisha Watanzania, ambao tunaita local supplies of goods and services, lakini vile vile uhawishaji wa teknolojia, na zaidi ya hapo ni masuala ya ujuzi na ujengaji uwezo wa jamii inayozunguka. Kwa hiyo tumekuja hapa leo kwa ziara hii ya siku moja hapa Tanga Chongoleani katika mradi wa EACOP kwa ajili ya kuona kwamba ni kwa kiasi gani hilo linafanyika, na tumejiridhisha kwa kiasi kikubwa kwamba mradi huu Watanzania wamenufaika. Tumeona wamenufaika kwa maana ya kusupply huduma mbalimbali za vyakula vinatolewa na Watanzania, lakini tunaambiwa kuna huduma za afya ni kampuni za Kitanzania, lakini hata kuna wakandarasi wale wanaitwa subcontractors ni Watanzania. Kwa hiyo wajumbe wetu wa bodi wameridhika kwamba kuna kazi ya kufanya ya kuendelea kutushauri sawasawa, ili nia ya serikali ya kuhakikisha kwamba kila kunapokuwa na mradi wa uwekezaji basi Watanzania wananufaika, na kuna miongozo mbalimbali ambayo imetolewa ili kuona kwamba hilo linatokea.